Lengo kuu la kuwepo hapa katika halmashauri ya Mbalali ni katika kutoa mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu kwa wakulima. Kila msimu tumekuwa tukitoa mafunzo unapofika ule msimu wa kugawa viuatilifu. Lakini pia tumeweza kuhakikisha pia tunasambaza hivyo viuatilifu zaidi ya lita 3000, lakini tumekuwa tukiwaandaa wakulima katika msimu unaokuja huo 2027 kwa kuhakikisha kwamba pamoja na kugawa viuatilifu pia tunasambaza miche. Kwa hiyo tumelenga pia kusambaza miche kwa msimu huu ambapo tutasambaza miche zaidi ya 300 kwa wilaya zote zinazolima korosho nyanda za juu kusini. Wahimiza kukusanya korosho kwa kiwango ambacho kinatakiwa katika ule ubora ambao unastahili ili kuweza kuendana na soko lililopo hivi sasa, kwa kuwa msimu wa mavuno unakaribia. Hivyo tunawasihi wakulima wote ambao watakuwa na korosho waweze kuhakikisha wanazitunza katika ule ubora na kuzikusanya ili kuweza kuziuza katika minada. Kwa hiyo kwa mafunzo haya sasa wakulima watakuwa na uelewa wa hivi visumbufu na kutumia zile dawa ambazo tumewaelekeza, kwa sababu bodi ya korosho sasa hivi inasambaza katika sehemu zote ambazo zinalima korosho, zao la korosho. Kwa wakulima wa hapa Mbalali katika ile shamba ambalo tumekuja kufanyia mafunzo, tatizo kubwa kwanza ni uwepo wa mbu wa mikorosho ambao unasababisha ugonjwa wa dieback na baadhi ya mikorosho inakauka. Kwa hiyo mashambulizi ya mbu wa mikorosho yamekuwa ni kubwa sana. Ili kukabiliana na changamoto ambazo wakulima wanakutana nazo katika kilimo cha korosho, halmashauri na serikali kwa ujumla imechukua hatua zifuatazo. Moja, tumehakikisha kwamba kila kijiji kuna afisa kilimo kwa ajili ya kutoa huduma za ugani kwa wakulima wa korosho. Na hususan kata hii tuliopo, kata ya Miombweni, karibia vijiji vyake vyote vinazalisha zao la korosho. Na katika vijiji hivyo vilivyo vingi tumeweka maafisa kilimo ili kuweza kusaidiana na wananchi. Tukisema visumbufu tunamaanisha makundi matatu. Kundi la kwanza ni wadudu wanaochambulia nini? Mimea. Sasa hapa tunazungumzia mmea wa aina nini? Ya korosho. Wako wadudu wale. Kwa hiyo kuna kundi la kiuatilifu kinachohusika na nini? Na wadudu tu. Kundi la pili ni kundi la viua magugu, yani ambapo tunazungumzia magugu, kwamba ile mimea inayoota shambani nje na utaratibu wako wa awali, yani umepanda mikorosho hii kuna majani mengine, kile pia tunasema pia ni kisumbufu. Consolata Anthony Mwinuka ni mkulima wa korosho katika wilaya ya Mbalali, kata ya Miombweni. Sasa hivi nina uzoefu tayari wa kulima korosho, na tunashukuru leo hii wamekuja kutupa elimu namna ya magonjwa yanayovamia kwenye korosho zetu. Na kwa sasa tumeshapata elimu hii na madawa wametuletea, tunawashukuru sana. Tunaelewa sasa, kuanzia sasa kutakuwa na mabadiliko hata ya kimaisha, kwa sababu hizi korosho zitatupa manufaa makubwa sana. Kiwovele ni mwenyekiti wa zao la korosho kata ya Miombweni. Tunashukuru serikali imetusaidia mbegu, tumeotesha, tumepanda, ziko shambani. Tuliomba eka 400 za kupanda korosho. Hizo eka 400 ni poli, ni msitu. Kwalo tuliomba mashine 2, mashine tumepata, tunashukuru. Madawa nayo tumepata, tunashukuru, tunaenda kuyafanyia kazi. Hii elimu tuliyoipata imetupa manufaa makubwa sana katika kwenye zao hili la korosho.